bwawa likipasuka bora lipasuke likiwa na maji ama halina maji. Sasa unakuta mwingine ameshaweka vifaranga ama samaki wake, halafu bwawa linapasuka katikati ya ufugaji. Sasa samaki huwezi kuwauza kwa sababu bado ni wadogo, na umewalisha chakula, umetumia gharama za maji, kwa hiyo unaenda kuingia hasara. Kwa hiyo epuka kujenga mabwawa ambayo hayana sifa za kuitwa bwawa bora. Niko ndani ya bwawa, unaweza ukatizama nyuma, ujenzi bado unaendelea, na watu wengi wamekuwa wakiuliza kwa nini mabwawa mengi yamekuwa yakivuja, na jambo hili tumekuwa tukilizungumza mara nyingi zaidi. Kwa unaweza ukapita kwenye vipindi vyetu vingine ili uweze kutizama sababu ambazo zinapelekea bwawa kuweza kuvuja. Na pia kuna mabwawa mengine yamekuwa yakipasuka pia. Sababu ni hizo hizo pia ambazo tumeshazieleza katika vipindi vilivyopita. Labda nijaribu kupita haraka haraka kwamba kwa sababu ambazo zinaweza zikapelekea bwawa lako kuvuja ama kupasuka. Cha kwanza, watu wengi wamekuwa wakikimbia lesho, especially lesho ya simenti na mchanga na kokoto pia, na wengine wamekuwa wakikimbia zaidi hata nondo. Sasa kumbuka, maji yanakuwa ni mazuri yakiwa kwenye glasi tu, lakini yakiwa mengi zaidi yanakuwa yana nguvu. Kwa mfano kama hapo unavyoweza kuona katika eneo hili inaingia lita 93,000, ni sawasawa na tani 93. Sasa tani 93 ni uzito mkubwa sana. Kwa hiyo endapo sasa lesho zinakuwa ni lesho za kuchakachua, kwa hiyo inaenda kuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu unaweza ukapiga hesabu wewe mwenyewe kwamba tani 93, just imagine ni uzito kiasi gani. Kwa hiyo mafundi wengi wamekuwa na mabosi wengi wamekuwa wakikimbia issue za nondo, matilio pia, na wengine wamekuwa hawatumii hizi waterproof, kwa sababu waterproof pia huwa zinasaidia maji yabaki ndani yasiweze kupenya kwenye layer hizo kufika mpaka kwenye tofali na kuweza kuzipa unyevu. Kwa hiyo sisi kwetu tunazingatia ujenzi bora. Kwa hiyo mabwawa yetu yanakuwa yana sifa zote za kuitwa bwawa bora. Kama unavyoweza kuona lesho ambayo inatumika pembeni, unaweza kaona kabisa hata rangi yake inakubali, ni lesho ambayo inakuwa ni kali. Na mbali na lesho pia tunakuwa tunatanguliza hizi wire mesh. Kwa hiyo kuna wire mesh ambazo zinakuwa ziko baada ya tofali, zinafuata wire mesh halafu inafuata ripu. Kwa hiyo unaweza kaona ni jinsi gani bwawa linavyoweza kuwa na nguvu. Na hii inakuwa ni nadra sana kuweza kuweka kreki ama pia kuweza kupasuka ama kuvunjika. Kwa hiyo tunahakikisha ubora, kwa sababu bwawa likipasuka bora lipasuke likiwa na maji ama halina maji. Sasa unakuta mwingine ameshaweka vifaranga ama samaki wake, halafu bwawa linapasuka katikati ya ufugaji. Sasa samaki huwezi kuwauza kwa sababu bado ni wadogo, na umewalisha chakula, umetumia gharama za maji, kwa hiyo unaenda kuingia hasara. Kwa hiyo epuka kujenga mabwawa ambayo hayana sifa za kuitwa bwawa bora. Kwa mawasiliano unaweza kuwasiliana na sisi, mawasiliano yako hapo. Wasiliana na sisi, tupigie simu. Ni kwa maeneo yoyote inawezekana, kwa eneo lolote lile inawezekana kufanya ufugaji wako vizuri zaidi. Wako wengine ambao wanataka kufuga majumbani kwa ajili ya chakula cha nyumbani tu, inamaanisha wako ambao wanapenda fresh. Kuna mfumo ambao unaitwa aquaponics. Aquaponics yenyewe inakuwa ni sehemu ndogo tu, labda kama ni mita 1 kwa mita 3 au mita 1 kwa mita 2, na tunatumia either hizi zinakuwa ni canvas, au tunaweza tukatumia mbao, au pia tunaweza tukatumia matenki na tukaweka mfumo ambao maji yanatoka kwenye samaki yanapanda juu, na juu kunakuwa kuna mboga ambazo utakuwa umepanda juu. Kwa hiyo maji yanakuwa yanazunguka pale pale, na inakuwa ni kitu fulani cha kuvutia, yani ni kama pambo la nyumbani pia. Kwa hiyo unapata samaki at the same time unapata mboga, na vyote hivi vinakuwa ni fresh, kwa sababu saizi changamoto iko sana kwenye masuala ya masuala ya chemical. Kwa unazalisha mboga yako ambayo inakuwa ni organic, na pia unapata na samaki. Usiogope
kwamba ufugaji wa samaki walio wengi wanasema kwamba ni changamoto nyingi, labda unahitaji hesabu, labda unahitaji utaalamu sana. Hapana, ninaweza kusema kwamba ufugaji wa samaki ndio ufugaji rahisi zaidi kuliko hata ufugaji wa kuku na wanyama wengine. Kwa hiyo wasiliana na mimi kama unahitaji ufugaji wa samaki, hata kama kuna eneo kubwa tunafanya. Kwa hiyo napenda kukaribisha sana, karibu sana kwetu. Ili ujifunze mambo mengi na mazuri kama haya, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Bonyeza alama ya kengele upokee ujumbe wa mambo mapya muhimu. Uliza swali lolote, nasi tunafanya kipindi kukujibu. Samaki Smart Farm.